Haya, leo tumekuwa na maswali mengi, wengine wameniuliza kwa habari ya Tabora na nikaona ni vizuri pia nami nijitokeze kama mdau wa Injili. Kuna pigo ambalo Injili au wadau wa Injili tumekutana nalo katika mkoa wa Tabora pale, na hii kimsingi ni mwili wa Kristo. Kuna mahali umeguswa na mambo yanavyoenda mtaani ni tofauti na uhalisi, kwa sababu mambo yameenda mtaani kwa kiwango ambacho hata wengine tukasema subiri tufuatilie kidogo tujue. Lakini nikaja nikagundua kwamba kuna kitu kinachoitwa hekima kimekosekana, so kupelekea mambo hayo kuwa hivyo na mwili wa Kristo kuchafuka. Kwa Tabora imetokea kwamba mkutano umeahirishwa, kisa ni ukotovu wa maadili, na hasa inahisiwa kwamba ni swala la ushoga, kitu ambacho kikanipelekea niangalie zile alama. Nikamsikiliza yule mkuu wa mkoa, nikasikiliza yale malalamiko baadhi ya watu na wengine walikuwa wanaendelea mitandaoni, lakini nikajaribu kuangalia zile rangi. Nikawa nimeangalia zile rangi, nikaangalia prophetic kwa sababu yule mtu ni mhubiri wa Injili. Nikaangalia kinabii zina maana gani. Sasa nilipoangalia kinabii nikagundua zile zina maana kadha wa kadha. Kwanza, maana kuna rangi pale ya blue, kuna rangi pale ya purple, kuna rangi pale ya red, lakini pia kuna rangi ya orange. Sasa nikajaribu hizi rangi zina maana gani. So ukiziangalia zile rangi kimsingi hazimaanishi ushoga kama wengi ambavyo wanafikiria, kwa sababu zile rangi unapoona rangi ya purple maana yake ni luxury. Kwa Biblia ni luxury, inamaanisha wisdom, inamaanisha passion, inamaanisha vision. So huyu mtu alikuwa anajaribu kuonyesha kile kitu, lakini sio tu hivyo. Red ukiona maana yake ni danger, lakini passion pia. Sasa hivi vitu kama hivyo ukiangalia kwenye prophetic ukafuatilia ni vitu vingi sana. Blue vile vile inaashiria peace, yani amani, lakini inamaanisha integrity, ile hali ya nini, ya uadilifu. So ukiziangalia zile rangi zote, nikaziangalia, sikuona hata rangi moja ambayo ina maana mbaya, sawa sawa na vile walivyokuwa wanasema. So nikagundua kwamba kuna uwezekano huyu mheshimiwa amepotoshwa pia, kwa sababu kuna mtu ambaye anaweza kuwa anachukia Injili akatumia mwanya huo kwenda kupotosha jamii kwamba huyu mtu moja mbili. Sasa hili jambo nikaliona ni hatari na nikaona ni vizuri pia tulieleze kwa namna hii. Kwanza, kitu cha kwanza ni hatari kwenye nchi. Kwa sababu gani? Kwa sababu nchi hii ina wafanyabiashara tofauti tofauti na wanawekeza kwenye vitu mbalimbali, wanafanya uwekezaji. Kwa hiyo kuna siku itatokea mtu atafanya uwekezaji wa kiwanda chake au jambo lake bila kutumia hekima au bila kufanya analysis ya kutosha. Huyu mtu atafungiwa kiwanda, atakuwa na hasara kubwa. Mtu ataanzisha kitu chochote, hiyo project kipindi ameianzisha bila kufanyiwa analysis ya kutosha kwa sababu tu ya chuki au mtazamo fulani, mtu atafungiwa na mtu atajikuta ameingia kwenye hasara. Imagine ule mkutano umehubiriwa, umetangazwa vile peperushi, ni muda mrefu, kama ambavyo wamekiri pale viongozi kwamba ni muda mrefu ule mkutano unakuwa unahubiriwa. Maana kuna gharama kubwa imefanyika. Kama kuna gharama kubwa imefanyika, tafsiri yake shauku ya moyo wa yule mtu aliyeandaa vile vitu ni kuona kwamba watu wanaitikia kwenye ule mkutano na wanaokoka. Sasa kuna kitu cha ajabu ambacho nimekiona. Wanasema kwamba kuna peperushi vinapelekwa shuleni na kile kipeperushi kina rangi za ushoga, lakini huko nyuma kimesema uamue. Vitu ambavyo ukiangalia kikawaida, vipeperushi vyovyote vya mambo ya Injili ambavyo unapeleka kwa mtu kwamba apewe Injili, huku nyuma eneo la kuandika jina, namba ya simu ili kumpata, kumfuatilia, ni kawaida na sio maajabu. Sasa mtu anasema kwa mfano kwenye sekondari kwamba je, watoto wenu sekondari waamue. Sasa kuna watoto wako sekondari. Mtoto sekondari ni miaka mingapi? Wako watoto miaka 18. Lakini swala kuokoka, mtu anaokoka hata akiwa na umri wa chini, anaweza akamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hilo sio tatizo, kwa sababu hicho ni kitu ambacho ni Injili inamfikia mtu. Sasa swala la kufanya maamuzi kwa watoto bado sio kitu cha ajabu. Kwa sababu hiyo mimi nashangaa tunazuia mambo ya msingi kama hayo, alafu mambo yasiyo na maana ndio tunayaruhusu. Kwa sababu ukisoma sana ukiangalia sana, ukafanya tafiti kwenye masekondari mengi, ndio watoto wetu wanakuharibikia. Kwenye shule hizi ndio watoto wetu wanaharibikia. Na mtoto anaharibika toka akiwa huko chini. Hakuna watoto wanaoharibika wakiwa juu, ni wachache sana, asilimia ndogo. Uliza katika swala la hata hilo la ushoga mnalosema. Watoto wanaharibikiwa wakiwa bado wadogo, wako shuleni ni wadogo, sekondari huko, shule za msingi ni wadogo. Sasa kumpelekea habari njema mtoto ambaye ni mdogo, mbona hiyo ni kitu nzuri, na anatakiwa afanye maamuzi hapo ili tuwe na kizazi ambacho kiko salama. Kwa hiyo mimi ambacho naweza nikasema ni kwamba taifa linabidi liwe makini sana, na hususan viongozi kwenye swala la hekima. Mataifa mengi yameingia kwenye machafuko hasa ya Afrika kwa sababu ya maongozo ya ukurupukaji
badala ya kuwa na maongozo ya kufanya analysis. Pale Tabora palikuwa kuna viongozi wa kidini, kuna wale CPCT na wengine. Kwa nini wasingeitwa wale wakaulizwa, hata kapigiwa simu kwamba bwana, hii kitu mbona hii sielewi, zikatoka fafanuzi. Sasa unaweza ukaenda ukakaa na watu ambao unakaa nao tu, watu ambao wana hila zingine, wanafanya nini, wakachafua. Sasa kwa mfano kama hivi, maana mwili wa Kristo umechafuliwa, yule mhubiri amechafuka kwa kiwango kikubwa sana. Hivi unadhani yule mhubiri sasa aamue kusimama kwamba kama ni mtu aliyechafuliwa na yeye ajibu kama mtu aliyechafuliwa, what will happen? Nini kitatokea? Unadhani ni kitu kibaya, ni sura mbaya kwenye taifa letu. So mimi nadhani ni vizuri kila kitu ambacho tunafanya tuwe tunafanya kwa tafiti ya kutosha. Mungu awabariki. Nilitaka kutoa ufafanuzi fupi ya namna hiyo. Asante sana.